Kwa nini watu wengi wamepoteza hamu ya kuoa na kuolewa? Wanafanywa sana, kwa hiyo wamechoka. Watoto wa 2000 wana makubwa na wanaume wa 2000 wana makubwa. Sasa utachelewa sana. Ndiyo. Lakini si kuna staili nyingi za kufanya ibane? Staili imeshachoka. Wanataka staili za mabati. Messi na staili ya juu ya mabati. Kwa nini je kutolewa figo? Kuolewa. Wenyewe kwa wenyewe nako wanasagana. Wanasagana. Wanaume wenyewe wanaingia. Kwa sababu sasa hivi wanaume wengi wamekuwa wabaili na wanawake wengi wamekuwa watafutaji. Kwa hiyo sasa unaweza kukaa ukasema ukubali kuolewa, utakuwa kama mzigo nyumbani kwako. Kwa sababu wanaume wengi wamekuwa kama vingasti, mwanamke ufanye kazi, wanaume ndio wale. Kwa hiyo biashara hiyo hamna. Bora mwenyewe nijiuzie andazi langu au kitumbua niishi mwenyewe. Kwa hiyo katika ile mambo fulani jisikie hamu. Mambo fulani nikijisikia hamu mwenyewe nafanya kama biashara, nipe changu, maisha mengine endelee, lakini mtindo wa kuolewa hapana. Kwa hiyo umeridhika na maisha haya? Kwa nini siridhike? Kati ya kipato napata mwenyewe, nachukua hela mwenyewe. Kwa nini siridhike? Hasa kama watoto nini? Watoto nao, lakini mwenyewe sigomaza. Kwa nini watu wengi wamepoteza hamu ya kuoa na kuolewa? Wanafanywa sana, kwa hiyo wamechoka. Bwana, mambo vipi? Fresh. Bwana, swali langu nataka nikuulize hapa. Sawa. Kwa nini wanaume wengi wamepoteza hamu ya kuoa na wanawake wengi wamepoteza hamu ya kuolewa? Inatokana na nini? Swali ni gumu lakini ni jepesi pia. Wanaume wengi wamepoteza hamu ya kuoa na wanawake wengi wamepoteza hamu ya kuolewa. Wanapenda sana jigijigi. Kwa sababu wanawake wengi sasa hivi utandawazi umekaa sana. Wanawake wanapoteza hamu ya kuolewa kwa sababu wameendekeza sana umalaya. Wanawake wengi wamezidi kuwa malaya sana kwa sababu wanajua nikiolewa nitakuwa mambo yangu mengi nitakuwa sifanyi. Alafu station nyingine wanawake wameendekeza sasa hivi kwenye mashuhuri. Unaona ukiolewa ukishakaa ndani unakuwa wewe ni fullback tu kama goalkeeper, usubiri kudaka mpira, umsubiri mume arudi nyumbani na wengine mahitaji mengine yanakuwa sio mazuri. Ndio maana wanawake wamepoteza hamu ya kuolewa. Pia wanaume wengi wamepoteza hamu ya kuoa kwa sababu wanakwepa majukumu. Majukumu ni mengi kwenye ndoa na ndio maana wanaume wengi wamepoteza kuoa na umalaya umezidishwa sana. Swali ni zuri, nimelijibu kama lilivyo. Sawa. Asante bwana. Nikuulize dadangu hapa. Nitakujibu. Kwa nini wanaume wengi wamepoteza hamu ya kuoa na wanawake wamepoteza hamu ya kuolewa? Sasa hivi wanawake kuna watoto na wakubwa. Lika gani? Lika la kufikia kuolewa tu. La kufikia kuolewa. Wanasagana wenyewe na watoto 2000. Watoto 2000 wana makubwa na wanaume wa 2000 wana makubwa. Sasa utachelewa sana. Ndiyo. Lakini si kuna staili nyingi za kufanya ibane? Staili imeshachoka. Wanataka staili za mabati. Mimi nitaweza mabati. Wanataka mtoto 2000 ana staili ya juu ya mabati. Messi na staili ya juu ya mabati. Kwa nini je kutolewa figo? Kuolewa. Wenyewe kwa wenyewe nako wanasagana. Wanasagana. Wanaume wenyewe wanaingia. Utachelewa. Naona wanaume watoto wa kike wanasagana, atakuja hangu kwangu mimi tufanye mchezo wa matusi. Haiwezekani. Shata. Unajua geuka. Shika kwa nikangalie hela bwana, huyu ananija. Mwajabu, wewe unapenda kitu gani? Mwajabu, unapenda nini? Unapenda nini? Mtoto. 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 Unataka mtoto? Wanaume wanapenda kufanya na hivi. Wale wasagaji wanashika vidole. Wewe unachekesha. Habari za saa hizi dada? Sawa, mambo unasemaje? Nashukuru Mungu. Unapo katika kazi hapa? Tunawajibika. Sio.
Sasa dada, kuna swali bwana linavuma mtaani hapa. Ndio. Lakini mpaka sasa hivi watu hawajapata majibu yao vizuri. Labda huenda kwako tukapata kitu ambacho kizuri zaidi. Kwa nini wanaume wengi wamepoteza hamu ya kuoa na wanawake wengi wamepoteza hamu ya kuolewa? Kwanza kabisa kuolewa sio hamu. Au kuoa sio hamu. Ndio. Ukisema hamu unaweza ukasema una hamu ya chungwa. Ama una hamu ya soda. Kwa hiyo kula au kunywa ni hiari yako. Lakini kuoa au kuolewa ni sheria. Ndio. Na ni haki ya mwanamume ama mwanamke. Sasa kwanza kabisa hilo neno hamu ya kuoa au kuolewa pia limevunja hamu ya kuoa au kuolewa. Kwa sababu hamu ni kitu ambacho kisichokuwa na ulazima. Hamu ni kama ndoto ambayo unaweza ukaota na isitimie. Lakini tukisema kwa maana matumaini ya kutarajia kuwa mke au matumaini ya kutarajia kuwa mume kupotea ni kutokana na asilimia kubwa ya vijana sasa hivi hayo wa kike wa kiume hajaweka utayari wa kuwa mume ama kuwa mke. Sisi kama wazazi tunaweka juhudi kubwa sana kwa watoto wetu ambao wanatarajia kuwa waume au wake katika ubinafsi. Ule ubinafsi unapelekea mke au mume kuwa na matamanio. Yaani mke anataka kumuoa ni mtu wa design hii. Ndio. Au mume anataka kunioa ni mume wa design hii. Akimkosa yule mume au mke inakuwa na yeye haoni ulazima wa kuolewa. Lakini kama tutaweka utayari kwa maana kuolewa ni haki yako wewe mwanamke. Sio hamu. Na wewe kijana kuoa ni haki yako na sio hamu. Basi wala hiyo changamoto unayoniuliza isingekuwa. Kwa sababu unakuuliza swali hilo, imekuwa sasa hivi vijana wengi hawapendi kuoa na wanawake wengi hawapendi kuolewa. Sasa ndio watu wanajiuliza kwa nini kwa miaka sasa hivi wengi hawapendi kuoa. Kama zamani mtu akifikisha umri wa kuolewa ataolewa, kufika umri wa kuoa ataoa. Lakini sio kwa vijana wa sasa hivi, yani hawapendi sana kuoa na kuolewa. Kwanza wanawake wenyewe hawako tayari kuolewa. Kwa sababu ukisema wewe unaenda kutafuta mchumba wa kumwoa au uko tayari kumwoa binti fulani, yule mke ndio unakuja pale pale hajawekwa katika hali ya kuwa wewe ni mke mtarajiwa wa mtu. Kwa hiyo sasa wasichana wengi sasa hivi wanakuwa katika miemko ya tamaa, yani matamanio kwa maana mume nitakayemhitaji mimi ni mume wa aina fulani. Sio haki yake kuolewa. Na yule mwanamume anaenda kwa yule binti kwa matamanio vile vile, sio kwamba naenda kwa mke. kuingia ndani na ana uvivu. Ndio. Sijui umeelewa. Kwa hiyo sasa kama tukiweka vijana wetu kwa maana sababu hasa tunaangalia pale tulipoangukia. Yaani hamu ndio ishapotea. Hamu ishapotea. Lakini tu kwanza tuangalie kule tulipojikwaa. Kwa nini hamu imepotea? Na asilimia kubwa nao sasa hivi mabinti zetu wako huru, wako free kwa miili yao, haina stara, miili yao wao wenyewe kama wenyewe bado vile vile washaiozesha yani. Haina tena ile kwamba mtu atamani kusema huyu nichukue nimweke ndani kwa sababu kuna kitu nahitaji nikione zaidi ya pale. Lakini sasa hivi hata binti akipita mchana wa jua kali wewe ushapoteza hamu hiyo ya kuoa. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwenye mfumo wa maadili, tumepoteza ule uafrika kwa maana mtoto wa kike anaandaliwa kuwa hivi ili aje kuwa mke. Na mtoto wa kiume anaandaliwa kuwa hivi ili aje kuwa baba. Sawa, nashukuru kwa majibu yako. Tutayafanyia kazi na kwa watu wengine. Asanteni sana. Haya, karibu. Unaitwa nani? Naitwa Shusarule. Okay. Uswahili tunauishi, hatuigizi. Hii ni Ndete TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare.